itakuwa ni ile siku ya kubarikiwa. Jamanini, it's Thursday. I don't know why it's given a Sunday vibe. I do not know why. Yes. Remember, you are watching us on #Thursday Vibes, especially only on Why in the Morning, the latest breakfast show in this here city. And if you don't know, please ask somebody. If you ask and you hear different, don't believe them, just watch it. So yes, kindly. Monday all the way to Friday, 7 all the way through 10 in so I am here. My name is Valentine, and my co-host at Stephanie Ayeta sends her love. Now, without further ado, good morning. Mambo. Munaka fiti sana, munaka vizuri, munaka smart. You look like you're about to walk into the gates of heaven immediately after this. Wow. Look at the way you're looking at me. Asante sana. Naomba ujitambulishe, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Minister Espoir RB. One more time. The first one is very hard. Minister? Espoir. Espoir. RBE. RBE. Yep. Okay. Marukuze biringanine Espoir. Wacha tu tukae na RBE. Okay. Okay. All right. Minister RBE. Okay. How can we find you on social media? All platform Espoir RB. Imeandikwa like ESPOIR space RBE. Espoir RB. You're very French, even the way you pronounce things. Aha, na kwa majina unaitwa nani? Naitwa Tresor Trab. Aha. Yes. All right. TROSOR. Aha. Space TRAB. Tresor. Yes. All right. Tresor, nice to meet you. Very nice to meet you. To Yes, there are international guests from Congo, so that makes them international and very special today. Okay, so tell me about Nikikwamba uimbe. Unaweza imba? Yeah. Yeah? Yeah. I promise you, the song started playing, all of us, okay, I was peeping at them and their reactions. He started singing, he started closing his eyes. So it was amazing. Windy. Uyatendayo ni makuu, yanashangaza dunia. Uyafanyayo ya ajabu, yastajabisha falme zote. Kwa neno lako bahari kawa njia. Yesu, hata jangwani miambe katoa maji. Oh, kwa neno lako bahari kawa njia. Hata jangwani miambe katoa maji. Abudiwa Yesu, abudiwa Yesu, wema wako kwangu wanitosha mimi. Mavumbini uliniokota, ukanipea jina mpya liliyefanyika laana. Umeniita baraka, abudiwa Yesu, abudiwa Yesu. Yeah, naogopa nikiimba na wewe nitaharibu. Oh, that was so beautiful. Okay. Uliandika? Yep. Okay, so ukiandika, what was happening in your mind? Uliwafikiria nini? Huyu mo niliandika kitambo sana. I think it was in 2020. Nilikuwa nafanya devotion yangu. Okay, mimi uko na time zangu ambazo just close time with God. And then nikamaliza kusikiza music, nikaanza soma Bible. After that nikaanza angalia vitu ambazo zilikuwa zinapitikana katika maisha yangu. Na venye nilikuwa hiyo time. So nikaona I have all the reason to praise the name of Jesus. Even if naweza kuwa niko katika hii shida, kuna mengi ambayo Mungu ameshafanya. Kwangu mimi kutoka Kongo kufika Kenya ni it's a big thing. Na venye nimeishi maisha yangu, everything that I see ni big thing. So hata kama naweza kuwa ndani ya challenge gani, naonanga Mungu ni mwaminifu. So
Ndio nikasema I have all the reason to praise his name. Je, fika mahali unataka kumuuliza maswali? Kumuuliza maswali. Why me? Nikifika hizo mahali ananisaidianga. Ananionyeshanga why. Yes. Ananionyeshanga why na nikiona hivyo I just sing. Yes. So kila song ambayo nakuanga niko nayo ambayo niliketi nikaandika, because mostly siandikangi songs. Oh. Yes. Mostly I don't. Siandiki wangu pia. Mimi receive songs. Oh. Yes. I receive songs. Okay. But hizo ambazo naweza kaa nikae chini alafu niandike. Then kutakuwa tu some story behind. Yeah. So this is a few ambazo nimeandika. Ama pia unajiandikia, unaandikiwa ama unazipata? So mimi naweza sema mimi naandika, lakini unajua nyuma ya kuandika there is a spirit yenye iko nyuma ya kuandika. So mimi naweza fikiria kwamba nimefikiria mwenyewe. So after kuandika ndio nitaona kama hii haikuwa mimi. Kuna kitu ilikuwa nyuma yangu. Because kuna vitu mtu hufanya, lakini after kumaliza kufanya hiyo kitu una realize kama mimi peke yangu siwezi fanya hii. Sasa hapo unasema basi si mimi. Lakini acha tuseme mimi naandika. Yes. Unataka kusema wewe ni OG, wewe ndio. Sijui umenielewa. So acha tu niseme naandika, lakini pia mimi naongozwa nikiandika. Yes. Kila mwimbaji ukimuuliza anakuanga na kitu ambayo inampush kuandika song. So kwa mtu ambaye anafanya huduma wengi sana, sio wengi ukaa chini na wanaandika song. Yep. Amesema kuna kuanga msukumo ambao inamsukumanga ndio aandike. Ndio hiyo, mtu anaweza kuwa alikuwa anaomba, mtu anaweza kuwa alikuwa anasoma Biblia, mtu anaweza kuwa alikuwa ana encourage someone. Yes. Anaweza kuwa tulikuwa tunaongea like that. Yes. Alafu unapata revelation fulani. Hata kitu inaanguka inakupea sound. Inakupea sound. Oh wow. Okay, I see you. Yes. Na mbona mlichagua gospel? You could have done so many other things. Mbona gospel? Mbona mtaka kuabudu Mungu? Tuanze na yeye, tuanze na mimi. Tuanze na wewe. Mbona nilichagua gospel? It is ni kitu about choice. Yes. Kwanza mimi nimezaliwa nimeona naweza imba. Kinyume na kuzaliwa kwa familia ya Kikristo. Kinyume ya kukomaa kwa mazingira ya watu wanaabudu Mungu. Nilikuwa nikienda mimi sijui naenda kufanya nini, lakini nikijua nafanya nini. Niligundua kama ni kitu nzuri mimi naweza fanya ni gospel. Gospel. Kwa gospel mimi nimependa gospel kwa nini? Nikiabudu Mungu, kwa sababu umeuliza kwa nini umechagua kuabudu Mungu, kumuimbia Mungu. Najifeeling ni kitu poa naweza fanya vizuri. Ni kitu moja pekee yake naweza fanya vizuri kuliko vitu zingine zote. Sasa kwa maisha nataka kushauri kitu, kama unataka kuwa mtu mwema, chagua hiyo kitu ambayo ukifanya unajisikia unafanya poa. Hata kama watu waseme nini, hata kama watu wainuke, so utajisikia tu uko sawa. So ni place nzuri unaweza kaa hapo. Lakini kama uko hapo kwa sababu ya watu wewe toka. So mimi nafanya gospel cause ni muziki, so ni industry, c'est une bonne industrie. Donc c'est a good industry. It may sound so nice. Yes, I don't even need to translate. Gospel ni industry nzuri sana kwangu kuliko zingine zote industry. That's why nimechagua gospel. Okay. Is it possible that mtu anaweza kuwa anaimba gospel lakini hajaokoka? It is possible. Very possible. Very possible. Okay, let's start with you then come to him. Why? Yes. Mbona? Very possible because kwanza gospel kuimba it is a talent. So mtu anaweza imba lakini hajaokoka. So kuna utofauti kati ya kuimba na kuokoka. Kuna utofauti kati ya kuwa mtu wa talent na kuokoka. Ni vitu mbili tofauti sana. Unaweza kuwa na talent unaitumia vibaya. Unaweza kuwa unaokoka lakini haujui kuimba. Sasa wale ambao wanafanya gospel na hawajaokoka wako wengi tu sana. Because wanatumia talent yao lakini hawatumii wokovu wao. Oh wow. Yes. Okay. Alafu kuongezea. Kuongezea, muziki ni art. So mimi naweza kuwa nimepewa gift ya kuandika na a beautiful voice.
So naweza simama mbele yenu naimba na hisia. Kanisani ama mahali pote. Naimba na hisia, na sababu ya hiyo hisia ambayo natoa inawafanya nyinyi mfikirie kwamba kuna Roho Mtakatifu. So mtu anaweza imba gospel akiwa hajaokoka but haitakuwa na utukufu. Oh, utajuaje tofauti? Utajua tofauti kama wewe pia umeokoka. Everyone mwenye ameokoka, huyo amefanya gospel ama hajaokoka, the thing inside him ina reflecting. That sounds very interesting. Nikiwa mdogo, I was entertaining the thought of wokovu. Sawa. Alafu nilikuwa naangalia watu wengine wenye wamesema wameokoka, alafu then in the limelight wasanii, yani very big people at the time. Alafu unaona mtu anateleza tu, anafanya tu kitu wenye, hey, uko sure umeokoka, and I used to be so disappointed. So how would you explain someone mwenye hajaokoka na haelewi? Sio huyo mtu ndio aliyefilia watu ili waokoke, ila ni Yesu. Biblia inasema kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Yeye ndiye alichukuanga dhambi. Sio huyu mimi ambaye naweza kuwa niko kwa screen. So, usiniangalie, lakini angalia Yesu. Kila siku ukisoma Bible inaweza kuwa naonyesha mtu, this is what you can do for you to live right. It is very good to look at a man of God. Don't put your trust in him because he is a human. Kama Yesu alijaribiwa, basi a man of God anaweza pia jaribiwa. So make sure every time, every day, soma Bible, ikuguide. Ili usipate kuchukia wokovu, ili usipate kupotoka katika wokovu. Yep. Okay. Sasa mimi nataka kuuliza, wewe ukijikuta tuseme umekasirika, how do you repent? Kwani nimekosea huwa anafanya nini? So Bible inasema mimi si kuachana kwanza vyenye mimi nafanya. Tufuatane kwanza na vyenye Bible inasema. Nasema mtu akikosea anajuta alafu anatubu. Most of the time hata mimi naambianga watu ambao wananizoea. Na kwanga tu Mungu akinisaidia nikumbuke kama niko mwanadamu na safari tunapitia iko na mwisho na hatujui muda wa masaa. Naambianga tu Mungu nisamehe. So najisikianga tu kupondekana mbele za Mungu nimwambia nisamehe. So mimi kwangu kuomba msamaha haikwangi hadi nifanye hiyo nianguke, niteleze. Most of the time hata sahi mnaweza kwa mkiongea lakini nikikumbuka tu naambia Mungu kimimi nisamehe, nihurumie, unifanye kuwa safi. Hivyo ndio miomba msamaha. So sikwangi na hizo time ati special time nakuja sasa usiku before nilale anafanya nini, no. Most of the time nikikumbuka tu naambianga Mungu nisamehe. Mimi kwangu naona hiyo ni sawa cause sijui muda. Naweza fikiria niko sawa na siko sawa. Wakristo huwa wanajidanganya kwa hii kitu. Wanafikiria kwamba kuna dhambi kubwa na dhambi ndogo. So kama mimi nimedanganya hiyo ni ndogo, kama umeiba hiyo ni kubwa. Wengi wanafikiria hivyo, wanasema kwani kufanya tu hivyo Mungu na anajua, kusema tu hivyo si Mungu na ameona. Bible haijatuambia kama kuna dhambi kubwa na dhambi ndogo. No, sasa mimi singojangi hizo vitu kubwa ili niombe msamaha. Hata kwa mafikiri yangu, because Bible inasema vyote tunazo, mwanadamu anafanya dhambi muda wowote. Unaweza so hata vile tunakaa hapa mimi na maybe nimesahau kufanya dhambi. Sasa nikikaa hapo lazima niambie Mungu nisamehe. Hapo hivyo ndio mimi huomba msamaha nikiteleza. Because mimi nateleza muda wote. You know, now see wananiuliza mbona uso unabadilika mkiongea. I'm very challenged. Like, what you're saying it's actually very challenging. Yani hata ungoji kufanya usikie mtu amekasirika, yeye nilikasirishwa, huyo I'm sorry. Yani mwenyewe tu unaanza tu kuomba msamaha. Hata kabla hata hujakosea mtu. So, ama kufikiria pia ni kukosea. Unajua mimi nimetambua kitu. Hata kuna dhambi zingine Mungu anaandika na sisi hatu notice kama Mungu ameandika. Oh wow. Mimi nimefikiria hivyo. So sijui kwa nini lakini mimi nimefikiria hivyo. Unajua mwanadamu ni mtu ambaye ako na upungufu mwingi sana. Na mwanadamu ni egoist, sijui egoist, mtu wa mtu kujigamba, mtu kujiona. Umewahi ona mtu anafanya kosa kubwa, wewe mwenyewe huwezi vumilia, lakini anakuambia kwani hiyo unayo. Sasa hii ndio inakusumbua. Kwani hiyo ndio inakusumbua. Na amekukosea, wewe mwenye amekosea unaona huyu anaweza fanya hivi kweli. So Mungu naye maybe ni hivyo. Tunaweza kuwa tumemkosea lakini kwa kiunadamu wetu tunaona hii nayo Mungu naye ameelewa. Sasa Mungu yeye ameandika. Sisi tunafikiria hajaandika
kumbe ameandika. Basi tumwambie tu atusamee hata kama tunaona hatujakosea. Tumwambie tusamee. Okay. Yes. Najua Valentine's ilisha guys, but I'm seeing husband material. So please, hey, jamani. Okay, all right. Let's go back to your music. So ingoma tumetoka kucheza tukianza. Why did you choose that particular setting? Mbona kwa kanisa? Mbona mkiimba hivyo? Mbona ukwenda kwa beach jamani, mkwe na dancers kidogo? Mbona tuliimba kwa kanisa? Kwa sababu mimi feel kuna nguvu ambayo iko very special nikiwa kwenye madhabahu. More than any other place. Okay, mnajua mahali pote naweza ongea na Mungu na atakuja na atanisikia. Lakini kuna utofauti katika madhabahu because hiyo place inakuanga a dedicated place. Yes. Okay. So hapo ndo kuna utukufu. Sio hapo. Oh wow. But utukufu huko. But sio hapo. Okay. Because the presence of God can manifest itself here. Biblia inasema kwamba where two or three are gathered, he is there. So sio hapo kwenye madhabahu tu. Ila hapo ndio mimi na preferingi sana. That's a very powerful answer. Yeah. Okay. Mlikutana wapi? No. Just out of curiosity. Mlikutana. So mimi nilimpata nikizaliwa. Niliwa nilianza kumwona. Really? Ndugu yako? Yapo ndugu yangu mdogo. Ni ndugu yangu. Ni ndugu yangu mdogo. Yeah, sasa ndo mdogo wako. Ana kama mkubwa wangu. But ni hivyo. Sijaongea. Mimi sijasema hivyo. Nikuuliza tu nauliza swali. Yes, ndio hivyo. Ndio hivyo. So he's my youngest brother. He's mko ngapi kwa? Tuko wengi. Tulizaliwa 10. Wengi mnaimba, alafu mnaimba pamoja. Tukikutana tunaimba pamoja. Okay. Kama sasa hivi there is a song anajiita Baba Ninakungoja. Tumefanya na yeye hapa Kenya 2023. Yes. Nimekuwa Kongo kwa live recording yake. Oh wow. Ilikuwa anajiita Utendalo. There is a song ambao tumefanya pia na yeye though haijakuwa released. But hiyo Baba Ninakungoja imeshakuwa released. Yeah. Si nataka kusikia hiyo. Mnaweza tuimbia kidogo mama? Hiyo Baba Ninakungoja. Unitendee ulilosema, Baba ninakungoja. Unitendee ulilosema, Baba ninakungoja. Unitendee ulilosema, neno lote litokalo kinywani mwako halitarudi bure kabisa, bali litatimiza mapenzi yako, litafanyikiwa kila wakati. Sina mashaka na wewe Yesu, maana ulisema utatenda kwa wakati. Sina mashaka na wewe Baba, maana ukisema utatenda. Neno lote litokalo kinywani mwako halitarudi bure kabisa, bali litatimiza mapenzi yako, litafanyikiwa kila wakati. Nimeweka imani yangu kwako ewe Yesu, maana wewe hubadiliki. Nimeweka imani kwako Bwana Yesu, maana wewe kweli, maana wewe hubadiliki. Sina mashaka na wewe Yesu, maana ulisema utatenda kwa wakati. Sina mashaka na wewe Baba, maana ukisema utatenda
kwa wakati. Amen. 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 That is the part of that song. Amen. Yo, huwa mnaenda kanisa gani? Alafu huwa mnaimba hapo ndo tukuje. Tunaenda different churches. How? Tunaenda kama tunaenda kuhudumia, tunaenda pamoja. Okay. Kama anaweza kuwa ameitwa mahali, yep, tunaenda pamoja. Kama anaweza kuwa na niko free naenda. Okay. Kama anaweza kuwa nimeitwa mahali na yuko free, okay, tunaenda pamoja. But you serve in different churches? Yes. Hey. Okay, I don't know why that's based. Okay. Why? Nafikiria sababu nilikuja before hajakuja. So akikuja kuna alishiriki katika kanisa langu few days. Niposa akapata mahali ambapo anaweza shiriki pia. Yes. Lakini pia ukiuliza why ni kama tuulize why mti ukiota, ukimea. Kwa nini hizo tunda zote, hizo tunda ziangukiangi place moja? Lazima moja hapa, moja hapa, moja hapa. Yote yasaidia kabisa. Watu hawakujangi kwa njia moja wote. Kuna mtu anakuja huko. Alafu pia mission, unajua Mungu akikuja anapea huyu assignment fulani. So maybe assignment yangu ilikuwa hapo kwenye niko. Mahali ambapo aliongozwa, nimekuambia akikuja alikuja kwetu. Ya mahali ambapo aliongozwa ni hapo ndipo maybe kuna assignment. Naam, kukosana. Ulimwambia tu ni sawa eh. The shock. Tukosana why? Kukosana. Aje wewe. No. Oh wow. Yes. Hey, okay. Are we expecting more music from both of you? Yeah. While we live? Yes. Alafu your siblings bado wako Kongo ama wengine pia wako? Kuna mmoja kwa hapa. Wengine wote wako Kongo. Just out of curiosity, au anaimba pia gospel au anaomba okay, sisi when I was growing up, nikiwa bado ningali naongea kama Mluya, ningali mdogo. Ningali mdogo. Nilikuwa najua watu wa Kongo just sing very long songs. Why sijui 10 minutes alafu mnaanza kuimba wote sijui nilipenda msichana, nikampeleka shule. Msichana aliniacha, akaenda majuu. Sijui so even though okay, tumepata bahati moja. Nimesikia akiongea hapo awali kwamba ijapokuwa amezaliwa katika familia ambayo imeokoka, yeye mwenyewe aliamua kuokoka. Yep. What I did say is that we've been born in a family whereby our parents are born again. My father is a pastor. Our mom, she prays for us. Sasa hao watoto ndio nakuanga, we call them PK, pastors kids. Hao ndio kidogo huwa wanasumbua kabisa. Ndio ameanza akasema tumepata tu, tumeneemiwa. Tumeneemika na Mungu. Ni neema. Unajua mbona watu wengi usema sana PK, pastors kids wanakuanga wako hivi? A little bit. Because of the battles that their fathers fight. Yes. Kuna kuanga kitu mingi sana na kuanga inajikava kwa pastor. Kuna genuine pastors na kuna fake pastors. So hizo vitu ambazo unaonanga pastors wengine wanakuja wana cast out demons, wanaombea watu wanapata uponyaji. Hizo vitu hufanyika. Tukiwa watoto, sijui kama yeye alisikianga, kama alikuwa amesha kuwa kabisa. Kwa area kama mtu angekuwa possessed, walikuwa wanamleta kwa nyumba ya babangu. Babangu anamuombea. Really? Yep. Sasa kuna kitu walikuwa wanatuambia. Kila siku mkiona baba yenu ametoka nje, ameenda kanisani ama hospitalini kuombeana, ama kuna mtu amekuja hapa nyumbani wamuombee, kuna hizo vitu ambazo ziko ndani yake ambazo zinaweza toka. Zikitoka, the first place ambazo hizo vitu zitatafuta ama zitataka kwenda ni kwa nyumba yetu. Wazazi wetu walikuwa wanatuambia hiyo. Na ikikuja hapo ikuji kucheza, it was a demon, it was maybe a sickness, maybe someone was alikuwa amepelekwa na drugs, vitu kama hizo. Zikitoka huyo mtu zitakuja kwa nyumba yetu, zinaangalia who is ready so that zimuingie. So walikuwa wanatuambia mkisikia baba yenu anaombea mtu ama ameenda kuombea mtu, pray wherever you are. Amesema kitu iko very important. Ukimuuliza kama yeye ukosea ama anakasirika, na yeye uomba aje msamaha.
every human being that tumevaa mwili ambao ni inajaa damu iko na dhambi. That's our nature. Lakini tunatakasika tu kama tunaomba msamaha. So hata dhambi ikuwe aje kama tu naambia Mungu forgive me, even if you did a thing that you think hiyo ndio ya mwisho, bado atakusamehe. So sisi tulikuwa tunajitayarisha hivyo. Akiombea watu, sisi pia tunajitayarisha kama sisi. Mungu, hizi vitu zikitoka huyo mtu zisiniingie. Yeah. So kwetu hakuna mtu ambaye anaimbanga hizo zenye ulisema. Mungu ametusaidia kwa hiyo hakuna mtu kabisa. Wote wanaimba na wote ambao wanaimba kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Wanaimba ili watu wakapate kumrudia Mungu. Na ili watu wakapate kuwa na moyo wa ibada. Oh wow. Ulitaka kusema kitu? Ama nimekusoma vibaya. Uko sure? Nilikuwa feel hizo vitu akiongea. Sema hata tuliseme amen. So it is but ni hivyo ndivyo Mungu ametusaidia. So okay. That's wonderful. You have wonderful parents. Wow. We glorify God for them. Na mimi I'm very proud being in their family. Hey, but what he said in the beginning was very true. Yani nikikaa na nyie, nasikia tu, you're not just saying things. You have a presence. You have a very heavy presence. Na Benja, leo nitakuombea wewe Benja. By the way, kama kuna wale ambao lazima tukitoka hapa watuambie hata kama watakuwa wamekubali Yesu. Lakini unajua usianze na Benjanza na wewe. Kama wewe hujaokoka. So sema leo lazima tu ameisha in the background. Lazima Benja tu kama kulikuwa. Yes. Lakini kama ni sawa. Kama inaweza kuwa pia wewe hujaokoka Benja, kila mtu tu mwenye anaweza kuwa anywhere. Ni vizuri sana. By the way, unajua kwamba hakuna kitu ambacho mwanadamu anaweza fanya kama kuamua kupokea Yesu Kristo kwa Bwana mkombozi wa maisha yake. Unaamini Yesu kuwa alikufa na akafufuka kwa niaba ya wewe? Ninakuuliza ndio wewe. Yes. Sasa unafaa kureflect Yesu. Kila mahali unapita, kila mtu anaweza kuona. Sio kwa kuvaa suti because nimevaa suti. Hapana. Matendo, masemi, mienendo na kila kitu ambacho unachofanya. So kama inaweza kuja mpea maisha yako. Mimi naweza omba sana before tutoke kwa issue. Nakuuliza hiyo kwanza. Afurahi tu huko, but naweza taka pia yeye akue ni kama ndiye naongelesha. Kama inaweza kuja mpea Yesu Kristo kwa maisha yako, kuna vitu mingi ambazo unaweza kuwa unalaka. Yes, sio ati unaweza kuwa unalaka pesa, hapana, because kupokea Yesu sio kusema kwamba unaanza raha, kila kitu kihitaji iko nini hapana. Kuna challenges ambazo lazima upitie because Yesu alizipitia. Lakini ukimpokea utakuwa very different na kila mtu. Unajua challenges hata mtu hajaokoka. Kwanza hao wanazingi sana hata kutuliko. Hata hawajaokoka wana challenges mingi. Mimi sijawahi kuwa kwa dhambi kabisa. Lakini mimi nazuiana na watu wengi. Wajaokoka wale. Najua hata wale wako na shida mingi. Unajua mtu anaenda na anakaa tu hivi, lazima akunye alewe. Hiyo kitu ulimjibu, hata kuna kitu moja ulimjibu na ilikuwa among things ambazo ulimuuliza zinahusiana na kuokoka. How does he deal with his own stuff? Pia kaniuliza how do I do when I write songs? Why did I write that song? Nikakwambia maybe inaweza kuwa niko katika shida. Mtu akiwa katika shida ambaye ameokoka kweli, hafai kukuwa shaken. Because kuna the owner, the author of everything ambaye amekubali. Imagine the person ambaye tumepea maisha, he's the one who created time. Imagine. Okay, kuna vitu mimi ufikiria saa zingine namwambia you are great. So katika hizo shida ambazo mtu anaweza kuwa ndani ambaye ameokoka, kuna venye anaweza deal nazo very smoothly, na yule ambaye hajaokoka watakuwa different. Nasikia watu wengi wamejihang. Hadi nimesikia kuna pastors wamejihang. But those people, there is a secret behind your hanging zao. Aliweka tumaini yake ama focus yake kwa mtu ama kitu, ijapokuwa kita kudisappoint
ama yule mtu atakudisappoint. Biblia inasema cast be a man that put his trust in another man. So kusudi mtu adili na vitu zake zote zenye anaweza kuwa amepitia ndani vizuri, lazima kwanza kuwa ameokoka. So mimi naweza penda nifanyie favor, umeokoka? Anataka kweli umeokoka kabisa. Aya, mbona niamini? Si ati sikuamini, wewe ndio jiamini. Maybe. Lakini ni vizuri sana. Interview imebadilika bwana. Sasa mimi ndio okay. It's fine though. I will allow it. I'm sorry for that, but okay. Ni vizuri sana kama umeokoka. Umshikilie Yesu kabisa because ni mwaminifu. Yes. Na kama unaweza kuwa unatufuata na hujaokoka, tafadhali nizataka siku ya leo umpe Yesu maisha yako. Anakuanga mzuri sana. Talent yenye uko nayo na gift yenye uko nayo, in whichever way inaweza serve Mungu. Kwa sababu Biblia inasema kwamba kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Kama tunapumua, make sure unamsifu Mungu with all your heart, usicompromise. Na usiokoke kwa sababu Trezor aone kama umeokoka. Hapana. Okoka sababu unajua kwamba umeokoka. Yes. Ungependa kuongezea? So mimi naweza sema mtu asiokoke. I think usiokoke cause si lazima ubembeleze wewe. Hizi si kweli kiukweli. Unajua kudekezwa. Kule so sijui kama hiyo umesema. Mtoto kama ako mdogo akifanya makosa alafu mzazi akwe kila time anampamba, atakomaa, atakuwa mkubwa, so akifikiria tena atafanya makosa popote anaenda, kuna mtu atamfanya, anajua atatekeza. Sasa I think hii ni muda wa si wa kuwabembeleza, ni muda wa kama wewe unajipenda, kama unapenda maisha yako kabisa, tuipe Mungu, uipe, amini Mungu, amini Yesu kwa Bwana mwokozi wako. Utaona mambo mengi ambayo hukufikiria. Haki maisha na changing. Haki maisha. So haita change. Wale watu walikuwa mabesti zako before hujaokoka, watakukinai, watakusema, watakutenga kabisa. Utaona dunia inakuwa tofauti na venye ulikuwa ukiona. Lakini mimi niko sure kwamba utaona vitu poa zaidi kuliko venye ulikuwa ukiona. Wewe kama hujaokoka. Sasa okoka. Bwana anakupenda sana. So kwa Yesu. Amen. Leo show imekuwa show. Aki. Jeffrey, we want the repeat on Sunday. Sawa. Hashtag is Thursday Vibes. Tukimalizia. Sasa tushasema kila kitu, but kama ungependa kuongezea kitu kingine kabla tuende. Kitu kingine ni asante tu. Asante for giving us this chance, an opportunity to come to speak about our ministry and to proclaim about Jesus. Because that is what we've been called for. Yes. Tunafanya huduma ambao tunafanya, as much as it is an art, as much as we do art, we don't want it art to ndio itawale. We need Jesus ndiye atawale. Na ndiye aonekane. So kwa kila kitu ambacho unaweza kuwa unafanya, kazini pako, katika marketplaces, shule, make sure that everything that you do reflect Jesus kama umeokoka. Hiyo itakuwa ya muhimu sana. Ya muhimu sana kumpea Yesu maisha. It's a beautiful things that I've ever seen. Alright, thank you so much. Alafu tena tukumbushe kwa mtandao tunakupata vipi? Kwa mtandao mnanipata kama Espoir RB. Espoir ni ESPOIR. Na umesema kama kuna kitu tumerelease, kuna kitu tulikuwa tumerelease na yeye. Baba ninakungoja, it's a very beautiful songs. Hapo kuna ministrations mingi sana. We do with him. Inakuanga moment of worship. Tunakaanga tu studio, we just worship. And we have received several testimonies. So thank you for supporting our ministry. Thank you for that. Okay. Yes. Asante. Ya mwisho? Ya mwisho nasema asante sana. I'm so grateful kwa hii place, kwa hii nafasi. So mimi kitu nimependa sana cause nimetimiza one of the word of God. And then ulimwenguni mote mkawafanye kuwa mataifa. Mkawafanye kuwa wanafunzi. Mkawafanye waje kwangu. So kama nimefanya pia hiyo leo.
nimeambia watu wakuje kwa Yesu. Nashukuru sana. So merci pour cette place, pour cet espace. Thank you for this space. Okay. Yes. And he has also a YouTube channel or platform. Unaweza nipata kwa Tresor Trap. TRESOR TRAB. Tresor Trap, utanipata hapo kwa platform zote. Asante sana. All right. Thank you so very much for coming. Ampli and Tresor Trap. Yo, thank you for having us. I want to learn at least 3 things in French today. Tutaombewa sawa, mimi na Benja. Tukianza na mimi because I've been told to start with myself. Amen. Hallelujah. Biblia inasema kwamba mbingu kuna furaha, mtu mmoja akiokoka. And this one, mbingu za furahi, mtu mmoja kija kwa Yesu. Malaika washangilia, mtu mmoja kuacha dhambi. Mbingu za furahi, mtu mmoja kuja kwa Yesu. Malaika washangilia, mtu mmoja kuacha dhambi. So thank you for that. God bless you. Amen. Amen. God bless you. Oh wow, I like how happy he is. Fanyeni hivi, it's #Thursday Vibes. You can find us at White54 on Facebook, White54 channel on X, White54_channel on Instagram. Now we're going to play Nitakusifu Milele. Unaweza tuanzisha alafu ndo tuendelee nayo. Hewani. Nitakusifu milele na milele, Yesu we. Nitakusifu milele na milele, Yesu we. Nitakusifu mpaka watu washangae duniani pote. Nitakusifu milele na milele, Yesu milele na milele. Oh, nitakusifu mpaka